Kaka, unapojenga mkono wetu kwa mwanaume ambaye sijampenda mimi. Mimi siko tayari mimi. Wewe ndio uko tayari. Wewe ndio leo wale wasomi hivi. Mwanaume ambaye mwanaume wako ni nani wewe mtaka? Yupi? Kaka, sasa lazima ujue mimi nampenda Mara. Wewe ujinga nikwambia nishaka kuzuia. Hiyo habari kuleta juu Maro marufuku. Sasa Maro mwenyewe maskini huyo. Mtu mwenyewe mkabaji, mtu tabangi, mtu anashinda kwenye vijiwe, mtu anashinda kwenye makamari huko. Atakusaidia nini wewe? Atakupeleka wapi? Siwezi bila dadangu. Wewe olewa tu. Mimi nipo sasa nimeshaipokea barua. Sawa. Wewe lazima uolewe. Basi za. Ndio hivyo dadangu. Sawa. Mimi sijapenda. Sasa hujapenda. Sasa wewe kwa hiyo unataka ukae hapa nyumbani. Hapana. Shida yako lengo lako ni lipi hasa? Kaka, lakini mimi nataka kuolewa na Mara. Wewe kutaka kuolewa na Mara wewe? Ila dada wakati mwingine wewe ni chizi wewe. Mara habari zamani nishakwambia usiniletee unaolewa. Posa mimi nimeshapokea. Barua nimeshaipokea. Wewe muda wote hapa hutokuwepo tena. Unaenda kutengeneza maisha yako mengine. Sasa baada kuniambia kwamba eti unamtaka Maro ana maisha gani huyo kwani? Tu mwenyewe ngurumbii huyo. Kuto kucha mapuri mibangi wewe. Hebu acha kabisa uolewe. Baba ndio hivyo, Mwamvu akaolewa na tena katolewa mahali. Wewe ameolewa na nani? Frank. Kwani umjui? Baba na ushauri wote unatisha mtaa mzima kunacho. Kweli hivi tu kweli. Sikiliza. Ameolewa kwa kutaka yeye au amefosiwa? Kataka. Sasa kama umjali afanyeje? Kaolewa hivi. Sasa ni mjali kivipi? Kwa nini angalau asingenieleza? Au kwa nini wewe usingenipa taarifa kwamba kaolewa? Nenda kwa kakake ukamlalamikia. Ila ndio hivyo baba umeshaacha. Kwa hiyo na wewe umelizia hiyo ndoa. Kumbe na wewe ulikuwa unapenda aolewe eti? Sasa ule ni wewe Si Mwamvu. Sasa kwa nini ameolewa? Kamuuliza kakake. Kwa nini ameolewa? Sasa tulipeana ahadi zote. Sasa kwa nini ameolewa Mwamvu? Kwa nini asingenisubiri angalau kidogo nijipange mimi nije nimchukue? Nakuaje Mwamvu? Ni angenisubiri angalau kidogo nijipange mimi ningemuoa tu. Sana nisikie amani kwa mkoani kwa ajili ya kupima kupatia afya zenu na kupima kama mama ni mjamzito. Karibuni sana. Mjamzito? Huyu mama ni mjamzito tayari, mtoto wake una miezi 3. Dokta, ana miezi 3 au nimesikiaje? Mimba ya ujauzito. Ana mimba ya ujauzito wa miezi 3. Dokta. Asante. Asante sana. Karibuni tena. Haya sana. Asante sana. Karibuni tena. Bila shaka umelipata hilo begi. Naomba unipatie saa hivi. Babu wewe, ona usinitishe. Begi lako hili hapa. Kwanza begi lenyewe la kishamba, begi la kipumbavu, unaanza kunisumbua kwa ajili ya begi. Nakupa hili begi iwe mwanzo na mwisho kunifuatilia. Yaani nisije kukuona tena nitokee kimauzauza kimiujiza na kupatia hili begi iwe mwanzo na mwisho. Usije tena kunisumbua kwa ajili ya begi. Fala wewe. Wewe ni mpumbavu, tunaanza kusumbua begi lenyewe la kishamba, begi. Chukua begi lako. Toweka basi. Leta ushamba hapa.
Toka na begi lako hapa. Ndio hilo unalikagua nini? Ndio hilo begi lako unalikagua nini? Kwani sio lenyewe? Ndio hilo. Sepa na begi lako babu. Tulia. Unanitukana? Ngoja nikuonyeshe. Unanionyesha nini wewe? Sioni. Mama macho yangu. Mama. Sinakuita. Wewe Mvua. Nataka uniambie ukweli. Mimi na wewe kwenye ndoa hii bado ina mwezi mmoja, lakini mimba ina miezi mitatu. Niambie. Halo. Nataka unijibu. Hilo kosa halina msamaha hata siku moja. Nimekwambia kaa na uniambie kwamba hiyo mimba ni ya nani. Wewe hakuna cha msamaha. Hakuna cha msamaha ni hapo wewe. Hiyo mimba ni ya nani? Aya, niambie sasa hiyo mimba ni ya nani? Mimba sio ya kwako. Unajua mimi si nyama kweli yani. Ndio ile buku tunayokupa mchana wala. Yaani hapa najibu. Labda tuende kutueleza kuanzia. Sasa hivi bila kuja kuangalia. Mjomba rudi hapa. Mjomba karibu. Karibu sana mjomba. Asante sana mjomba. Marhaba mjomba. Sasa hapa nyumbani. Marhaba mjomba. Karibu. Asante sana. Karibu sana. Karibu sana. Nzuri. Vipi mjomba? Naona sasa umepata begi lako. Sasa hivi utakuwa Nilipata kule kwa kijana. Mbona kana vizuri sana angalau. Yaani kwa hili begi. Afadhali nimepata kana fulani mjomba. Yaani sasa hivi itakuwa na furaha mno. Hakuna kitia vizuri kweli yani. Nilikuwa najiuliza kwamba yaani nikwambie mjomba ametoka na nini huko? Yaani kwa hili begi mjomba. Ni begi tu mjomba. Yaani hili begi hili. Yaani nikwambie hata mimi moyo wangu umefurahi sana maana umepata kitu ambacho kilikuwa kinakutia uzuri. Kweli sana mjomba. Kweli sana. Nimefurahi sana. Na mimi nimefurahi kupata hili begi. Sana mjomba. Vipi mwenyewe? Kuna chakula huko ndani patie mjomba. Chakula kimo lakini kuza ndio labda nikimbie. Fanya chapu sasa kimbie. Ndio tutachukua. Chapu sasa. Naomba uchukue hili begi. Nimekabidhiwa na wakuu. Na wewe utakuwa ndo mlisi wa hili begi. Mjomba. Sawa mjomba. Kwa kweli mjomba, mimi siwezi kujihusisha na mambo ya mizimu. Kama ukikataa, utapata adhabu kubwa mno kwa wakuu. Haya, chapu sasa. Mjomba. Haya mjomba. Aya, niambie. Mungu kweli mimba si ya kwako. Hii mimba ni ya Maro kweli mume wangu. Nilikuwa najua. Kumbe wewe mwanamke ni mshenzi. Kumbe wewe mwanamke ni mpumbavu. Hamna. Mimi singeweza kukwambia ukweli sababu kakangu ndaleta. Wewe ulikuwa hujui? Yaani ndoa ina mwezi mmoja, halafu mimba ina miezi mitatu. Ulikuwa una mimba ya miezi miwili. Unashindaje kuniambia?
Wewe mwanamke ni mshenzi, hauna adabu kabisa. Nilikupenda kweli. Kumbe mwanamke tena na kurudisha kwa kaka yako. Na kurudisha kwa kaka yako. Akakuoa huyo kaka yako. Epuzi mimi sipendi. Usifanye hivyo mume wangu, kaka tena. Oya. Na kurudisha kwa kaka yako. Mungu amna, Mungu naomba unisamehe chini ya miguu yako mume wangu. Nisamehe. Oya, nenda kaombe kanisani. Nani? Chizi? Washikaji? Ola, kuna Tuesday? Oi babu. Sana nani? Ngoma nagwa. Nani? Wajiboy hapa hii. J-boy. Yeah. Sasa washikaji. Oi. Hapa vitu nikipengele babu. Si unajua hali yangu nilionayo. Pole babu, tunakuona pole. Tukae kidogo tuzungumze babu. Basi. Yaani kidogo basi tuyajenge. Wazee ni hatari. Unasikia mwamba sawa? Mwanangu si yule mzee aliyokuwa na dai begi. Sawa. Alinitokea hapa nyumbani mzee. Bahati nzuri ile begi lake nilikuwa nimeshalipata. Unasikia mwamba sawa? Bahati nzuri ile begi lake nilikuwa nimeshalipata. Wakati nampa begi mimi nikamwambia bana, kuanzia leo usinitishe. Ila mimi mwenyewe nilimtolea maneno ya kashfa pale. Sijui alichukia. Mwanangu sasa nipiga upofu. Yaani nikawa sioni, yaani nimekuja kushangaa sioni, yaani mpaka tunavyozungumza sasa hivi mimi ni kipofu. Wazee, na hapa nilipo mimi sijala. Toka asubuhi nina njaa mpaka hii saa 8 sasa hivi. Mwanangu wewe, Pole sana muuni wetu, pole sana muuni wetu. Mwanetu Maro, hivi hapo unaishi peke yako tu? Rafiki yangu, kweli kabisa hapa mimi nipo peke yangu, lakini kuna jirani mmoja hapa kidogo huwa ananisaidia, ananiletea msosi nini. Chumba jirani hapa ananiletea msosi. Napiga chochote kitu. Na vipi kuhusu shemnetu wewe? Mvua vipi? Ulimshamsongeza au ndo hivyo harakati hivi? Kuhusu Mwamvua, kuna mambo mengi sana ambayo yamejificha hapo katikati. Toka nimekuwa kwenye hii hali yangu. Halo, Mwamvua ukweli alichukuliwa. Mwamvua aliolewa. Nimebaki tu kwenye na hajui hata yeye kama nina hii hali. Tayari hapa alipo ni mke wa mtu Mwamvua. Aisee babu. Sina msaada kabisa. Babu, mbona unapitia changamoto? Kama mwana ndio. Hivyo na sisi hapa tulipo hapa tumekuja kucheki, lakini tumekuja na kitu chochote cha kuaishia. Kwa hiyo kama hutujali naweza tukakupatia. Sawa, shukrani sana. Nashukuru, nitashukuru sana wazee. Nitashukuru sana wazee. Shukrani sana. Mwanangu, ngapi hiyo wazee? Mwanangu 10,000. 10,000. Mwanangu, kile kiapo nitakusave mbele huko mwanangu tu. Asante sana. Hii shilingi 2,000. Simbazi hiyo na hii 10,000. 20 babu. Wazee. Wao msela. Shukrani sana. Mimi nashukuru sana. Wewe kicha yetu hatuwezi kukuacha hivi. Asante sana. Mimi naendelea kuwakaribisha tena, karibuni sana. Mimi nipo hapa ndio wewe. Yaani tumepambana na mambo ajira. Uwe pole. Tuko pamoja. Kwa hiyo mwanetu ndio si ndo za haina shida haina shida, tunaruka hivi. Sawa. Sio? Sawa. Lakini mimi niwaambie kitu kimoja. Sawa. Hebu zingatieni ushauri niliowaambia. Sawa. Kwa babu ya tutaifanyia kazi. Achaneni na kazi kabisa za kihuni.
Fanyeni tu kazi za kuingiza masilahi na maisha yaendelee. Kwani baba ndio unasema ndio hivyo. Sawa. Mimi naendelea kuwakaribisha wazee. Ningewasindikiza lakini siwezi wazee. Karibuni tena wazee. Haya, tuko pamoja. Siku nyingine. Wewe ni familia. Haya, asante. Nashukuru sana. Nashukuru. Nimepata ka 20,000. Pataka hawa washikaji zangu sana hawa, lakini sasa hawa washikaji watu wangu wa karibu sana, lakini kazi zao ndizo hizo zilizonifanya mimi nikawa kipofu hadi leo. Hizo kazi zao ambazo wanazifanya. Mungu awabariki tu. Mungu nibariki nipone kwenye hii hali. Naamini sitarudia tena kufanya kazi zilizo nje na mapenzi yako. Mungu nakuomba sana iwe mwenye afya kama mwanzo. Sitarudia kwa muuni tena. Jomba, mimi siwezi kujihusisha na hayo mambo hata siku moja. Jomba. Aisee mjomba, unanipa wakati mgumu. Odi. Bwana shemeji. Hakuna cha shemeji. Hakuna cha shemeji. Kwa nini? Masuala ya ndoa na ushemeji baadaye. Basi kuelewi. Wewe vipi? Utanielewa tu. Utanielewa. Wewe tuzungumze kwanza, utanielewa. Wewe. Mliambia kuna shida gani? Shida nini? Kaka. Shemeji, sikia. Kipindi namuoa huyu dada yako, mimi nilikuwa namuona ni binti mstaarabu. Kumbe ana mimba tena ya miezi mitatu. Ndoa yangu mimi na mwezi mmoja. Mimi na miezi mitatu inatoka wapi? Nitanganye. Mimi nakwambia, tumetoka leo kwa dokta kwenda kupima. Ana mimba ya miezi mitatu. Kwa hiyo mimi nimemleta. Mimba ya nani? Wewe sema ukweli. Mimba ni ya nani? Wapo mmemeleta ni watulize au mmemeleta? Yaani mimi hakuna cha ndoa, hakuna cha nini, mimi nataka hela yangu basi. Wewe una mimba? Yaani kumbe mimi mimba ya nani? Yaani kumbe mimi nahangaika. Wewe kaka, ngoja nikwambie. Mimi nitoke kwanza mjuane nini. Mimi ninachosema hivi, hela yangu naingia baada ya siku 2. Wewe hapa ni mjini nimeshashtuka. Imeisha hiyo. Unaona? Wewe. Ana bebeka mimi baba. Sikiliza. Na mimi hapa siwezi kukaa hapa. Wewe uko pale mwenye nyumba yako. Hapa haukai. Hapa haukai. Nyanyuka twende. Nakwambia nyanyuka twende. Ala. Pita hapa. Pita hapa, nilikuwa nakwambia kila siku. Kunyuka. Wewe. Subiri. Hayo wewe mpaka niambie leo. Siwezi kabisa. Nilikuwa nakwambia huyo ndani msela anakutia mimba baba anakutelekeza. Umeniacha. Yuko wapi? Hapa ndo kwake hapa. Haya mwite mpumbavu mwenzio. Changamka basi, bila kazi za kufanya. Nitakuweka, mwite haraka. Changamka basi. Mwite huko. Mbavu. Wewe mwewe.